for you. Hakuna mbingu kwa ajili yako. Kwako. Now you need to ask the Lord inabidi umuulize Mungu. To start breaking your heart. Aanze kuvunja moyo wako. Hallelujah. That's one of the job of the Holy Spirit. Ndio kazi moja ya Roho Mtakatifu. Ni kuvunja mioyo yetu. The way we can do it. Jinsi namna ambavyo sisi hatuwezi. It's going to destroy your stony heart. Bwana ataharibu moyo wako wa jiwe. That's the promise. Ni ahadi ambayo alisema kwamba nitawapatia roho mwingine. That he said I will give you a new spirit. Roho ya nyama. A spirit of flesh. Niondoe roho ya jiwe ambayo get rid of the spirit of stone that is within us. Kila mwanadamu every human aliyetoka kwa Adamu who came from Adam ana roho ya Adamu has a spirit of Adam. Corrupted heart. Moyo ulioharibika. Maana maandiko akasema kwamba because the scripture says that we all came from Adam. When Adam sinned, na sisi tukatenda dhambi, we all sinned. Maana sote tumetoka kwa nani? Because we tumetoka kwa all came from Adam. Jamani tunasikilizana? Amen. Tunasikilizana? Yes. Sote tumetoka kwa Adamu. We all came from Adam. Kwa hiyo tuna dhambi ya nani? So we have Adam's sin. Salome yuko wapi hapa? Yuko kwenye maono. Can you imagine mtoto kama vile Salome? Think about a child of Salome. Kudanganya tayari. She knows how to lie already. Who taught her how to lie? Baba yake Adam. Nani alifundisha Salome kudanganya? Who taught Salome how to lie? Huyo jina lake nani? Heaven. Heaven also. Heaven pia. She knows how to lie. Anajua jinsi ya kudanganya. Sister Maggie, did you teach her to lie? Ulimfundisha jinsi ya kudanganya? Who taught her? Nani alimfundisha? You see? It's in her. Imo ndani mwake. Even Naomi, the little Naomi. Hata Naomi. She's lying how to cry. Anadanganya kulia. She does lying. Anadanganya vile. Ametoa hiyo wapi? Where did she get that from? Kwa Adamu. From Adam. Kitu ambacho umezaliwa nacho. It's something that you were born with. Automatically we are sin. Moja kwa moja tu watenda dhambi. This is what Apostle Paul said here. Hivi ndivyo mtume once you were dead because of your disobedience and your many sin, you used to live in a sin just like the rest of the world, obeying the devil, the commander of the power in sin world. He is the spirit at work in the heart of those who refuse to obey God. All of us used to live that way, following the passionate desire and inclination of our sinful nature. Sinful nature. You see the nature? Unaona asili. It's not artificial. Sio. You know artificial, what does that mean? It's something you can create. Ni kitu ambacho unaweza kutengeneza. But nature, asili, it's from the Lord. Asili inatoka kwa Bwana. Asili inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Nature comes from God. Kuna kitu ambacho unaweza kutengeneza. There's something that you can create. Lakini kuna kitu ambacho ni cha nature. But there's something that is nature. Ninaweza nikatengeneza kuwa mnafiki. I can create being hypocrite. Ila sasa kama unafiki huko ndani mwangu. But if hypocrisy is inside me, is within me. Dada Bwana Yesu asifiwe. Oh sister, praise the Lord. Na ninapogeuka, whenever I turn, ninaanza kusema mtu. I start talking about somebody. Na kama hujui hiyo inamaanisha and if you don't know, inamaanisha kwamba kiasili kuongelea wewe ni mnafiki. Sasa kwa kawaida, now normally, sisi sote ambao tumetoka kwa Adamu, all of us who came from Adam, tuko watenda dhambi. We are sinners. Na ili hizo dhambi ziweze kuondoka, and for that sin to get removed, inabidi umpokee Kristo ndani ya maisha yako. You must receive Christ in your life. Aondoe sasa. To get rid of. Adamu, because Adam ameleta dhambi, has brought sin. Jamani tunasikilizana? Yes. Dhambi ziliingia ulimwengu kupitia mtu mmoja, na huyo mtu ni Adamu. Sin has entered in the world through one person, which is Adam. Lakini sasa neema nayo, but grace as well. Neema, grace, Roho Mtakatifu, the Holy Spirit, Christ the Messiah. Amen. That's who I call grace. He comes now to give us a new life. Kutupea maisha mapya. Now, once is in you, akisha kuwa ndani mwako, once sin is you, akisha kuwa ndani mwako, he is going to provide you with love. Atakupea upendo. Asa watoto wa ibilisi, now the children of the devil, wanaotumikishwa na viwango vya ibilisi, who are used by the levels of the devil, they don't have enough love. Hawana upendo ndani mwao.
And if you are one of those people, na kama wewe umoja you wao, have to go to the Lord. Inabidi uende kwa Labda hii mahubiri ni ya kwako. Maybe this preaching is to you, for Unajijua wewe peke. you know yourself. Kwamba huna upendo kwa wengine. That you don't have love toward others. Kwamba uko mnafiki. That you're hypocrites. Hatupendi wanafiki ndani ya kanisa. We do not want hypocrites in the church. Kanisa la Mwenyezi Mungu ulimwengu mzima. The church of the Lord all over the world, we do not want hypocrites. Nao ndo wanafiki ambao wanaanzisha na makanisa na wao. Hypocrites that start churches. Amuoni wanaubu, Don't you see? Wanaweka unini? They put all this pastor collar. Pastor collars. Jua kuona huko pastor. Because you want the people to see that you're a pastor. Hiyo inamaanisha kwamba umewekwa na wanadamu ndio. That means that you've been put it by humans. Kama Mungu ameniweka mimi. If God has put me to be a pastor, do I need the pastor collars? Na wako kwenye makwaya, and they're in choirs, kwenye mahuduma, in services, hakuna upendo, there's not love, hawajali na maisha they do not care about human life, hawajali na vitu vya Mwenyezi Mungu, they don't care about the things of God, hatred in the churches. Tukipenda Kristo ajifunue ndani ya kanisa. If you want Christ to reveal himself in a church, ukipenda Kristo, if you want Christ awe upande wako, or on your side, to be on your side, uwe na upendo na wengine. You must have love with others. He's going to fight for you. Atakupigania. Nobody is going to shake you. Hakuna mtu atakaye kutingizisha. Hiyo ni shuhuda, mimi ninashuhudia hiyo. That is a testimony. I'm testifying. Kwa sababu tangia watu wagiza waanze kunipiganisha. Because since the people of the dark evil power started fighting me, there's not a single day that they've conquered or had victory over me. Because of love. Kwa sababu ya upendo. You have a love. Kwa sababu una upendo. Roho Mtakatifu atakushukia very easily. The Holy Spirit will come upon you kirahisi. You don't need to fast for 10 days. Hauhitaji kufunga siku 10 kwa ili ujazwe. Jamani tunasikilizana? You're going to be walking in love. Utakuwa unatembea ndani ya upendo. Because God is love. Kwa sababu Mungu ni upendo. When you love others, unapopenda wengine, God is going to be with you all the time. Mungu atakuwa pamoja na wewe muda wote. Hallelujah. Amen. Unajua kabila letu la Wabembe? You know our tribe of Babembe. Kwa mwanamke Msenegalese. Marrying a Senegal woman. Inakuwa ni tatizo. It's a problem. Sema hakuna mnyabilongo. Oh, they've married a Gentile. Yes. A Gentile. Ameoa mnyabilongo. Oh, they've married a Gentile. Inakuwa hata ni aibu kusema. It's even embarrassing to say. Wewe umeshaoa? Yes. Are you married? Yes. Ale mshibeni. Oh, which tribe is? Right. They don't say where is she from. Semagi, oh, ametokea wapi? Ni wa nyumba gani? Which house is she from? Ni wa huko mbali huko. Oh, she came from this far place. Remote place. Nenda kuona. Who did you go and marry? Wao kuona watoto kule kwetu. Did you see other people in our tribe? Okay, bye. Mama unaenda. Oh, quiet. Oh, I'm going to the work of God. Lakini ni huyo, but it's that person ambaye anaona kama mimi nimeoa vibaya, that sees that I'm married wrong because I didn't marry somebody from my tribe. Inabidi nioe mtu mwingine. I marry somebody else. Kama ana Roho Mtakatifu, if she has the Holy Spirit, she's my sister. Ndio dada yangu wa ukweli. That's my true sister. Jamani tunasikilizana? Ndio dada yangu wa ukweli, mimi ninasema. She's my true sister, I'm saying. Kanisa ambalo lina Roho Mtakatifu. The church that has the Holy Spirit. Utakuta kwamba kuna kila aina ya watu. You find that there's na wote wanaongozwa na different type of people. Na and they're all led by the Spirit, by the love of God. The Spirit of the Lord that is in the church. Ambayo yumo it doesn't matter haijalishi what they are from. Wametokea wapi? Their background. Maisha yao ya zamani. It doesn't matter their identity. Haijalishi if she's a white kama ni mzungu and she's filled with the Holy Spirit, anajawa na Roho Mtakatifu, ni kaka yangu, ni dada yangu. See, my true sister. Dada zangu wa kweli.
Na inabidi nimshughulikie and I have to deal with kama them vile dada yangu. Like my sister. Just like my sister. Kama vile dada zangu. Kama anahitaji kazi, if they need a work, nitamtafutia kazi. I will look for a job kama for them. Kweli nina uwezo wa kutafutia kazi, I will do it. Nitafanya hivyo kama na kama niko na gari mbili na nahitaji gari, if she needs a car, I'll give it to them. Ni nani? Ni dada. Because she's my sister. Nasema dada yangu wa milele. I'm speaking about my infinity sister, eternal sister. I don't want to build a church. Sitaki kujenga kanisa. Anyway, I cannot build a church. Mimi siwezi nikajenga kanisa. Now understand my language. Naelewa lugha yangu. I don't want to just ask to be Swahili songs. Swahili songs. No. Nyimbo tu za Kiswahili. Sing also English songs. Imba na nyimbo za Kiingereza. What about even Chinese song if you can? Hata nyimbo za Ki-Chinese kama unaweza. Yes. Yes. Eh? I love that to integrate. Napenda hiyo the thing, this is a big family. Hii ni familia kubwa. This is a big family. Hii ni familia kubwa. Maandiko akasema kwamba the scripture says ataita watu katika kona zote hizi za ulimwengu. The four corners of the world. North, east, west, north and south. Ataita watu wake. Ndivyo jinsi maandiko yanasema. Watu wa Mungu wako kila mahali, wapo kila mahali, kila kabila. Every color. Kila rangi. And they are built on love. Na wanajengwa kwa upendo. When I see someone is being filled ninapoona mtu anajazwa na Roho Mtakatifu, that's one of us. Nasema huyo ni mmoja wetu. How can I hurt her? Siwezi nikamuumiza, hapana. How? Nimuumizeje? Nitamsema namna gani kwenye mitandao? I can even talk about them on social media. You see? It's one of us. Ni mmoja wetu. Lakini katika ulimwengu wa leo haijalishi. But in this world it doesn't matter. It doesn't matter if they see you preaching the true gospel. Hawajali. Uko Mkristo, they don't care. Though they see you are a Christian, hawajali. They will hurt you anyways. Watakuumiza anyways. Sasa don't be like that. Usiwe hivyo. You need to be a special person. Inabidi uwe mtu maalum. Let the Christ in your heart. Kristo. If it's really in your heart, kama kweli yumo moyoni mwako, you have to have a love in your heart. Utakuwa na upendo moyoni mwako. Don't hurt others. Usiumize wengine. Usifurahie do not rejoice mahali ambapo dada yako anatetwa na wewe unakaa kimya. Don't do that. Usifanye hivyo. Akose kama uko nguruwe. Unless you are a pig. Maana tuna nguruwe nyingi sana. Because we have many pigs ndani ya makanisa. In churches. Kama mkiwa na upendo, if you have love, hapo kweli mtakuwa mko wafuasi wangu. You will truly be my disciples. You see? Unajua wafuasi wa Kristo? You know the followers, the disciples ndio wale ambao wana roho wa Kristo. The followers of Jesus are the one that have the spirit of God inside them. Ndio ambao uliwaambia kwamba because those ones are mutapokea nguvu. You will receive. Are the ones that he told them, mtapokea nguvu. You will receive the power. Not only you need to love one another. Sio tu mnabidi kupendaneni. You will also receive the power. Ila mtapokea nguvu. The power of the Holy Spirit. Nguvu za Roho Mtakatifu. Na akasema kwamba ni yeye. And he said that it's he himself. I'm gonna come and dwell in you. Itakuja na kufanya makao ndani mwenu. Mimi na Baba tutafanya nini? Makao. I and the Father will come. Wanani ambao Baba na Mwana wamefanya makao hapa? How many has the Father? How many has dwelled inside them? Hallelujah, Bwana. I want to challenge everyone. Ninataka ni jaribu kila mtu. Especially those with the dresses. Those of prayer rooms. I will challenge them. Because I think they have no Holy Spirit in them. Kwamba wana Roho Mtakatifu. Ni miungu inayotenda. It's idols that do work in ambao ni wachungaji wa ubu. This makanisa zote huko. I'm gonna challenge them. Because I think they have no Holy Spirit. Because they don't love one another. Hawapendani. Bado wakingalika wanawekeana masumu. They are still putting poison for each other. Poisoning one another. Neema anaimba vizuri na Sister Grace is singing very well. I'm jealous. Pastor Yaya anahubiri na upako. Pastor Yaya is preaching with the anointing of God. I'm jealous. What's wrong with you? Kitu gani ambacho hiyo ni karama ya Mungu. That's the gift of God. Ndani ya mtumishi within a servant. Kwa ajili ya faida yako wewe. For your benefit. He's your brother. Ni kaka yako. Kama ndugu Daudi anahubiri hapa. If Brother David is preaching here. Ndani mwangu. The Spirit nitakuwa ninajaza me. I'll be getting filled over there.
Not jealousy. Dada Neema kama Mungu anamtumikisha. If Sister Neema's God is using her, it's for my benefit. Kama Dada Esther. If Sister Esther, Dada Ishara, Sister Ishara, Dada Magi, Sister Magi, God is using them. Inabidi nifurahie. Na nitasema Bwana, and I will say, God, ninakushukuru. I thank you. Kwa dada zangu. On behalf of my sisters, we prayed for things. We've been fed. God, I thank you for your servant Yaya. You put something inside him because it's for my benefit. Amen. Amen. The Holy Spirit. You see? The food of the Holy Spirit is the Holy Spirit. The Holy Spirit is the word of God. And the word is God himself. The word is God. The Holy Spirit is used by the gift of the Holy Spirit. Outweighs with our power. Hatuwezi. Ni Roho Mtakatifu ndani mwetu peke yake. It's a spirit inside me that's using me. That spirit is inside Sister God. She's using Sister God. He's using Sister God. While Sister God is being used, I have to rejoice. This is a kingdom. It's the kingdom. The kingdom of God. Ufalme wa Mungu. For people of God. Kwa watu wa Mungu. It's built on love. Inajengwa na upendo. It doesn't matter. Haijalishi. This is why I'm challenging all of them. Ndio maana ninawajaribu wote. Wafanye miambo, yes, ni miungu. Let's do the work of God. Yes, it's idols. Hallelujah. Ninasema nikiwa na confidence. I'm saying this with na full Roho Mtakatifu ndani mwangu akishuhudia kwamba watu wengi they really don't know God. They don't know God. Kweli hawamjui Mungu. God is love. Mungu ni upendo. Hawa yumbe hawa. These prayer warriors. Kuna watu ambao wana wivu. There's no people that have jealous, hatred, jealousy. Kama vile wayumbe. Like prayer warriors. I'm asking what kind of spirit is inside them? Mkanisa. In churches, a church full of jealousy, hatred. Watu hawawezi kukula kwa pamoja. People cannot eat together. Watu hawawezi kuongea kwa pamoja. People cannot talk together. Kama kweli. If truly, ndio gisi Kristo amesema hivi. If truly, that's what Christ said. Ninawapatia amri mpya. I'm giving you a new commandment. This is a new commandment. Hii ni amri mpya. This is a new commandment. Hii ni amri mpya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I am giving you a new commandment. Amri mpya. Bwana Yesu asifiwe. Ukivunja hii commandment hii, break this, na mbingu hautaenda. You will not go to heaven. There's no way you can go. Hakuna namna wewe. Hata kwenye madrone zinafika wao utafika pale. Hata where the drums reach, you will not reach there, you will stay behind. What is the new commandment? Amri mpya nawapa. Amri mpya nawapa. Mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi. Guys, just like I've loved. Kama jinsi nilivyowapenda. Nanyi mpendane vivyo hivyo. Let's go to John 12. Yohana 12. John 12. Yohana 12. John 12. Yohana 12. John 12. Yohana 12. Let's go to 13. Let's go to John 13 instead of 12. 13. 1. Yohana 13:1. Yohana 13:1. 13:1. Yes. Basi kabla ya siku kuu ya Pasaka, Yesu huku akijua ya kuwa saa yake imefika. Saa yake imefika itakayotoka katika ulimwengu. Kwenda kwa Baba. Naye akiwa amewapenda watu wake katika ulimwengu aliwapenda upeo. Hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda, mwana wa Simoni Iskarioti, moyo wa kumsaliti. You see?
Sometimes you're going to love people who don't love you. Kuna muda mwingine utapenda watu ambao hawakupendi. Now, ngoja nisome Kiingereza. Before the Passover celebration, Jesus knew that his hour has come to leave this world and return to his Father. He had loved his disciples during his ministry on earth, and now he loved them to the very end. Now you see the nature of God? Unaona asili ya Mungu? Wewe usizani ni Yesu, mimi ninasema Mungu. Do not think I'm saying God. Ambao muda the time wa yeye kumaliza kazi. The time of him finishing up the work. Kazi. The work ambayo alikuja kuifanya that he came to do here. Imeisha. It's finished. Inabidi sasa arudi. He has to return now. Katika nature yake sasa. In his nature, kwa asili yake. Lakini hapa tunaambiliwa nini? But what are we being told? Alikuwa amependa wale ambao alikuwa iko nao to the very end. He loved those who he was with mpaka mwisho. Till the end. Wakati amewachagua, when he chose them, he loved them to the very end. Mpaka mwisho. Dada tunasikilizana? Omba Mungu atupatie karama ya upendo. Pray to God to give you the spirit gift of love. Hakuna karama kama vile karama ya upendo. There's not gift like the gift of love. The gift of love. Karama ya upendo. That's the God in you. Huyu ni Mungu ndani mwako. Now we see here. Na tunaona hapa. Before the Passover celebration, Jesus knew his hour has come to leave this world and return to his Father. He had loved his disciple during his ministry on earth, and now he loved them to the very end. Alikufa akiwa na upendo. He died while having love. He lived with love. Na alipotoka katika mwili, whenever he got out of this body, na nini? Na upendo. Still he had love. Alipofufuka tena alikuwa na nini? He resurrected. He had love. Ndio maana unakuta anamuuliza Simoni, That's why he asked Simon Peter, Simon Peter, do you love me? Hallelujah, Bwana. Unanipenda? Do you love me? Unanipenda? Do you love me? Upendo. Love. Love. Upendo. Sasa wewe uwe mkanisa, and you here in church, na unachuki na Wakristo wenzako, with other fellow Christians. Ninaamini kwamba wengi watajikuta wako jana. I believe that many will find themselves in hell. Kwa sababu unachukia watu wa Mwenyezi Mungu. Because you hate the people of God. Don't you know that? Kwani hamjui hilo? Kristo amesema kwamba lolote lile, Christ said whatever, ambalo mtakalo mfanyia ule mtoto mdogo, whatever you do to that young child, mnamfanyia yeye. You also do it unto him. Yes, sir. Love. Upendo. I want us to be smart. Nataka sisi tuwe na akili. Tuwe na kanisa ambalo lina akili. Let's be a church that is wise, smart. Now, tatu inasema nini hapa? What is 3? Tatu inasema nini hapa? Soma tatu. Yesu huku akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake. Naye kuwa alitoka kwa Mungu, naye anakwenda kwa Mungu. Soma hapo mbili hapo ndugu. Hata wakati wa chakula cha jioni. Hata wakati wa chakula cha jioni. Naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskariote moyo wa kumsaliti. Yesu huku akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake. Naye hapo kumbili ndugu. Wakati alipokuwa akila chakula cha jioni na wanafunzi wake, Ibilisi alikuwa amekwisha kutia ndani ya moyo wa Yuda Iskariote mwana wa Simoni wazo la kumsaliti Yesu. Lakini hapa kumoja inasema nini ndugu? But what does one say? Basi kabla ya siku kuu ya Pasaka, Yesu huku akijua ya kuwa
saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye akiwa amewapenda watu wake katika ulimwengu, wafuasi wake, his followers. Na Yuda naye alikuwa katika wafuasi. Judas was among his followers of Christ. You see? Amen. Hiyo inamaanisha Kristo alikuwa anapenda na Yuda. That means Christ also loved Judas. Tujifunze hekima Sulemani hapa. Let's learn the wisdom of Solomon. Don't you know that we need to quench? Crunch on Judas as well. Kutafuna. Tutafune na Yuda naye. Let's crunch on Judas as well. Maana hapa tunaona upendo wa Kristo. Because we're seeing the love of Christ here. Wafuasi wake wote to all his disciples. Lakini hapa tena tunamuona nani naye. However, we also see Judas here as well. Yuda naye. Nini kenye kilitokea Yuda? What happened to Judas? Ibilisi alimuingilia. The devil entered him. Ibilisi alimuingilia Yuda. The devil entered Judas. Na hiyo roho ya ibilisi. And that spirit of the devil ambayo inayoingia watu wengi ndani ya makanisa. Is what entering many people in the churches. Waanze kuchukiana. To start hating one another. Nitafune tabia ya Yuda tu hapa. Let me repeat upon the behavior of Judas. Can you imagine? Fikiria. Wafuasi wote walikuwa hao. Ukisoma maandiko vizuri, if you read the scriptures very well, Yesu alianza kuambia, Jesus started telling them, mmoja wenu ambaye mimi ninakula naye, one of you, the one that I'm eating with here, atanisaliti, will betray me. Wakaanza kujiuliza ni nani? They started asking themselves, aje? Unajua, you know, niliwahi kufunuliwa, I was revealed ndani ya kanisa, in the church. Mtu mwingine atasema mchungaji wewe. Somebody also say, oh, I have wisdom, don't say that. Let me not say this. Lakini naona niko nina kibali cha kuongea haya. But I feel like I have the will, I'm allowed to speak, I have permission to speak this. Taongea off camera. Watumishi, servants, ama wafuasi wa Yesu, all followers of Jesus, they were very surprised. Walikuwa na shangao, walishangaa. Nani atamsaliti mwana wa Adamu? Who will betray the son of Adam? Sisi hao wenyewe tulikuwa son of man. Us who were given the gift, going and pray to people. Tumepewa mamlaka. We were given authority. Sote tunafanya huduma. We all do the ministry. Nani anaweza kufanya hivyo? Who can do that? Nani anaweza kufanya hivyo? Kulikuwa mtumishi mmoja pale. There was this one servant, James, Yakobo. Akaenda, Bwana. He went, Lord, who is it? Kristo akamwambia siri. Christ said a secret. Akamwambia ya kwamba, he said, unaona huu mkate? Do you see this bread? Nitachundela. Oh. Kuchundela unasema nini Kiswahili? Kuchopeka. Kuchopeka? Yes. Nitachopeka. I will dip. Na mwenye nitapatia huu mkate ambao nitachopeka. And one who I'll give this huyo ndo mwenye atanisaliti. That's the one who will betray me. Kristo akakamata mkate. Christ took the bread. Akachopeka. Dipped it and gave it to Judas. Na Yuda alipokula, when Judah ate it, he turned. Akatoka. He went. Akaenda kufanya dili. He went to make a deal. Alipokwisha kusema hayo, Yesu alifadhaika rohoni, akishuhudia akisema, amini amini nawaambieni, mmoja wenu atanisaliti. Ni kitabu gani ndugu? Chapter and verse please. Yohana 13:21. Yohana 13:21. Yeye peke anafadhaika kwa sababu ya upendo alionao. Because of the love that he had. Aliwapenda wote. He loved all of them. Hadi mwisho. Till the end, till the very end. Kwenye ulimwengu wa kiroho, in the spiritual world, na katika maandiko, in the scriptures, yanafunua tayari kwamba mmoja wenu, it reveals that one of you atanisaliti, will betray me. Na Yuda ibilisi alipomwingilia, and whenever the devil entered Judas, kweli Yuda akatoka. He went. Akaenda kwa wale. He went to the same ambao walikuwa wanamtafuta Kristo, who was looking for Christ. Anaenda kwa anawaambia, he went to them and told them, utanipatia nini nikiwapa? what will you give me if I hand Jesus to you? Moja kati ya watumishi, one among the servants, what are you going to give to me? Utanipea nini? Utanipatia nini? Ambao wanamtafuta wamuue, ones who are looking to kill. Moja kati yao, one among them, wakampatia pesa. They gave him money. Akampatia maplan. They gave them plans.
Unajua? You know. Utaingia kwa ile building. You go in that building. Kuko mlango. There's a door. Mlango wa kule nyuma. There's the back door. Kuna mlango mwingine kule. There's another door over there. Watu wanaingiliaga kwa kale kamlango kakule. People enter to that door. Anapatia manini? Maplani. He's giving them plans because he knows us. You see? Anatujua. Yes. Na Pastor Yaya mwezi mkamjua. And you cannot know Pastor Yaya. Ni normal person. Because ni mtu wa kawaida. Akiwa kama yuko kwenye madhabahu. When he's not on the altar. He's a normal person. Ni mtu wa kawaida. Lakini ngoja mwenyewe nitambusu. But hold on. Whom I will kiss is the one is he. He knows us. A person that knows us. No kwenye Yuda atafanya nini? Atatoka. That's when Judas will come from. Ninaongea haya ili kwamba uweze kuelewa. I'm speaking about this so that you can understand. Kuingilia siku moja. So if the devil enter you one day, you go to hell. Usiseme kama sikufundishwa. And don't say that you weren't taught. Yuda akamsaliti Kristo. Judas betrayed Christ. Na unajua Yuda alikuwa anaonekana mtu wa upendo Judas would appear like a person who have love, like he cares for the. You see? The offerings. Remember the scripture that we read that day? There's a woman that came with oil and poured it on Jesus' feet. When Judas saw that, he said, that oil, you can sell it. All the money to give to the offerings to the poor ones in need. He shows that he has love, a good heart. Yes. Judas knows how to give. They know how to give. Wanajua jinsi ya kupana. Hallelujah Bwana. Lakini katika kupana kwao, but in their giving, they are only fooling you. Wanakupumbazisha. Don't take them serious. Wanakuzubaisha la usiwachukulie kusirie. They know how to make you smile, laugh. Oh, praise the Lord. Mtumishi. Servant. Nina maono, ngoja nikwambie maono. I have a vision. Let me tell you the vision. Napenda nije nihubiri mkanisa yenu. I want to come and preach in your church. I love you, servants. Habari ya watoto. How are the kids doing? Kale katoto ketu kako hai. The little baby, how is she doing? Oh, they care about my family truly. Lakini hakuna kujali. But they don't care actually. It's Judas. Ana agenda ndani mwake. They have a calendar agenda inside them. Anatumika na Mafarisayo. They work with the Pharisees. Ili waangushe mwana wa hypocrites. So they can ili wakuangushe wewe. They can make you fall. Hawana upendo. They don't have love. Uwe na hii hekima hii. Have this wisdom. Mbona ananichekesha? Oh, they make me laugh. Mbona ananisaidia? They're helping me. Akati mwanaume bandi. A man akitaka msichana, when he wants a woman, unaona anakupatia mazawadi. They give you gifts. They just continuously give you gifts. Ni mwanaume mzuri. Oh, he's a good man. Unapokamata hiyo mazawadi, whenever you take those gifts, next time atakwambia ni rendezvous. Another time we'll say rendezvous. Right. Come to my house. Uje nyumbani kwetu. Na utalipa sasa. Uko kusalon nakwambia njoo kuchumba. Salon, come in the room. Njoo uone chumba changu. Njoo uone huko. Come see over here. Sisi nakupenda. I love you. Na wewe there's nothing you can do. Ushapokea mazawadi. Na utakuwa na kitu cha kufanya. You've already received the gift. You received the gift. Mbona uniamini? You don't believe me? Unapoenda kwenye chumba, whenever you go in the room, maana ana nguvu kukushinda na because he has power over you, strength over you. Maana zile zawadi kwanza, the gift that he gave you, zimeondoa nini? Zimeondoa nguvu zako wewe. Got rid of your power. Na Yuda naye atakuletea vitu. And Judas will bring things. Ataleta salon yake yote. He'll bring his whole salon to you. He'll buy you chairs. Atakuogotea na meza. He also pick up a table for you. Sisemi naongea ukweli. I'm speaking the truth. Because what did you pick up the table for me? Did you love me? Or is there something that you need from me? No, this wisdom. Amen. There's Judas. Why are you helping me? Why? Why are you looking for a job for me? What are you seeing me with? Why are you showing me so much respect? There's many Judas are like that. That's right. This oil, if we will sell it, so that so we can go and help others. Judas, you have a spirit of helping people.
Una roho ya kusaidiana. You have a spirit of helping. Tutengeneze kanisa yetu. Oh, let's start our own church. Ipendeze. So it shall look good. Hii ni kanisa hapa ndo kwenye Yeah. Wewe una upendo? Do you have love? Utapenda kanisa bila upendo wa watoto wa Mwenyezi Mungu. How would you love? How would you have love if you don't have? Hapana. Tunaanzisha huduma, karibu. Oh, we have started a ministry. Welcome. We have started a ministry. Come. Welcome. Unapenda tuje ukule sadaka zetu. You want us to come so you can eat our offering? You see, Mayuda. Judas. Now you need to know that. Inabidi ujue haya. Uwe na hii hekima. Have this wisdom. Hii ni hekima ya Sulemani. This is the wisdom of Solomon. Lakini Yuda, but Judas, anakwenda tena kumsaliti. He's going to betray him. Maana hakuna nini? Hakuna upendo. Because there's not love. Maandiko yanasema nani aliingilia Yuda? The scripture says the devil. The devil, Satan. Waefeso ulisoma nini? What did you read in Ephesians chapter 2? Waefeso 2. Ngoja tusome. Ndugu, kaa hapo kwenye huko. Mimi nitaenda kwenye Waefeso. Ephesians 2. Waefeso sura pili. Ephesians 2. Now, my friend, I want you to read John 13. 2. And I'm going to read Ephesians 2. 3. Yani ibilisi aliingia ndani ya nini? That means the devil entered in the heart. Na hapa Paulo anatuambia lakini Waefeso. Ephesians. Tunasoma. Waefeso, yes. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kufuata ufalme wa uwezo wa anga, roho yule adanganyaye, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Wana wa ibilisi. Roho anatenda wapi? A spirit that works in the heart. In the heart. Mioyoni. Examine your heart. Chunguza moyo wako. You see? You gotta examine your heart. Inabidi uchunguze moyo wako. Usiwe na moyo wa Yuda. Don't have a heart like Judas. Uwe na moyo wa Kristo wa upendo. Have a heart of Christ. Amri nimewachia. A command I live with you. Yohana wa kwanza 4. Yohana wa kwanza 4 ndugu. Yohana wa kwanza 4. Yes. I want you to have this knowledge. Yohana wa kwanza 4. 1 John chapter 4. Yohana wa kwanza 4. 1 John chapter 7. Yohana wa kwanza 4. Wapenzi, pendaneni. Kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Dear friend, na kila apendaye amezaliwa na Mungu. Amezaliwa na nani? Na Mungu. Hiyo ndio kuzaliwa mara ya pili. Naye anamjua Mungu. That's being born again. Yani kuna kuzaliwa. That means being born. Ukishazaliwa. That means there's being born after you're born. Mungu. Unamjua Mungu. You know God. Kila mtoto anajuaga baba yake. Every child knows their father. Soma tena ndugu. Tunasoma 7. Yes. Yohana wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 7. Yes. Wapenzi na mpendane kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Pendo latoka kwa Mungu. Na kila apendaye amezaliwa na Mungu. Naye anamjua Mungu. Kila apendaye anatoka kwa Mungu na yeye anamjua Mungu. Twende tumalizie ndugu. Waebrania 12. 12:14. Hebrews 12:14. Waebrania 12. Hebrews 12. Yes, 12:14. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Na huo utakatifu ambao hapana mtu atakaye muona Bwana asipokuwa nao. Tafuteni kwa bidii. Work at living in peace with everyone, and work at living a holy life, for those who are not holy will not see the Lord.
Kiswahili wanatumikisha kutafuta. Ila Kiingereza wanasema nini? Work. Seek. Work. Haiko nguvu zako hapa. It's not your strength here. You see? Dada tunasikilizana? Yes. You cannot force here. Hawezi ukalazimisha hapa. Hii inamaanisha unakwenda kwa Mwenyezi Mungu. That means you're going to God. Unamlilia. Crying to him. Mungu sina upendo na God, I don't have love within me. Mungu roho ya Uyuda ndani mwangu. God, the spirit of Judas in me. Ninaamini kuna wengi sana I believe there's many ambao upendo ni historia. that love is in history. They have no love in their heart. Hawana upendo mioyoni mwao. You need to examine yourself. Inabidi ujichunguze. Dada Ishara tunasikilizana? Examine yourself. Ujichunguze. Tumeambiliwa kwamba aliye na upendo We were told that huyo amezaliwa na nani? one who has love Na Mwenyezi has Mungu. been born. Au yazaliwa na wazazi. Not born by parents. Hakikisha umezaliwa. Make sure you're born. My sister, you can take a break. I'm going to help you. You see? Hapa ni jambo la kuzaliwa hapa. This is something about being born. You're not tired? Oh. You see? It's about being born. It's something about ni kitu kuhusu kuzaliwa. Je, umezaliwa? Are you born? Umezaliwa? Are you born again? Jiulize wewe peke. Ask yourself. Una upendo kwa wengine? Do you have love toward Una others? roho ya Uyuda ndani mwako? Do you have the spirit of Judas roho ya within you? kusaliti A ndani spirit of betraying inside. Examine yourself. Jichunguze. Examine yourself. Jichunguze. Sina upendo na dada Neema isipokuwa nini? Sina deni na dada Neema. I don't have a debt. Ila deni ambayo nilio nayo But kwa the dada debt that Neema I have ni nini? Ni upendo. I owe love. Sina deni na dada Fatima pale. I don't have a debt. Deni ambayo niko nayo ni nini? The debt that I have. Ninacheka kwa sababu tayari hiyo ni more than a debt. Amen. Dada Ishara tunasikilizana? Amen. Hauna deni ya dada Gode. You don't have sister Gode. Isipokuwa deni ulio nayo other than ni nini? Ni upendo. Love. Na utalipa hiyo deni namna gani? And how can you repay? Si kila deni inalipwa. Every debt is supposed to be paid back. Usife na hii deni. Do not die with this debt. Hallelujah Bwana. Watu wengi many people wanaishi na wako na deni za wengine. And they have other people's debt. Kuna wengi ambao wanahubiri na bado wana deni za wengine. Yet they owe other people. Deni ya upendo. They have debt of love. Jamani tunasikilizana? Amen. Na kama haujajisikia kwamba una deni na upendo na wengine, within you haven't feel like you have a debt with the other people, you are not born yet. Haujazaliwa bado. Maana upendo unatoka kwa nani? Because love comes from, hautoki kwa wazazi. It doesn't come from parents. Yes, wazazi wanaweza wakafundisha watoto kwamba yes, parents can teach children. Dani, upende Lydia. Love Lydia. Hiyo ni ya wazazi. That's one that's of parents. Na utakuta kipindi kingine Lydia na Dani wanafanya nini? Some other time you find them fighting. Maana upendo ambao wamefundishwa ni upendo because the love that they were taught came from parents. Was taught by parents. Upendo wa Dani na Lydia umetoka kwa nani? The love of Dani and Lydia came from their parents. Ninaweza nikasema dada Ishara wewe na dada. Sister Ishara. Na dada Esther mupatane. You and sister Ishara get along. Yes, pastor ametuambia tupatane. Your pastor told us to get along. Kesho kutwa. But tomorrow the day after tomorrow you find sister Ishara and sister Ishara wakipigana. Because their love, kwa sababu upendo wao, pastor told them to love. Pastor ndio waliowaambia wapendane. But if it's God, ila kama ni Mungu, is gonna put the love in ataweka upendo ndani mwako. You will be born of him. Utazaliwa na Mungu. And if you don't feel that na kama usikii hilo ndani mwako, you are just here to add a number. Uko hapa tu ukiongeza idadi ya watu. Mimi I believe in God. Amini Mungu. I believe ninaamini God can give me what I don't have. Mungu anaweza kanipatia kitu ambacho sina nacho. Dada tunasikilizana? Amen. Ninaamini
I believe Mungu God anaweza kunipatia can give me kitu ambacho mimi something that I don't have. Yeye asiyependa hakumjua Mungu. If you don't love, you don't know God. Kwa maana Mungu ni upendo. Because God is love. Yes. I owe nobody nothing except what? Sina deni yoyote isipokuwa ile ya upendo. And I have to pay that debt. Na inabidi nilipe hiyo deni. Every single day. Kila leo, kila siku. Dada tunasikilizana? Are we listening? You owe Dada Esther what? Love. Una deni ya upendo. I'm only preaching the word of God now. You go. Ninakuhubiria neno la Mungu tu, ila wewe uende kule. You can do it or whatever you want to do. Na wapatia. Ni wewe kufanya lile au hapana. Wewe sasa chukia wengine huko. You hate others now. Na ufanye huduma nyingine huko. And do other work over there. Lakini ujue Bwana atasema kwamba hapana. But know that the Lord will say no. Wende kwanza ulipe deni kwanza. Go and repay your debt first. That's right. Na maandiko yanasema hivi. And the scripture says that. Kabla hujafika kwa hakimu lipa kwanza deni. Before you go to a judge. To the judge. You need to fix the first. Inabidi utengeneze. Maana ukifika kwa judge. Because after you reach to the judge, is going to take you to the accuser. Hakimu atakupeleka kwa accuser. Mwisha kulisoma? Sipendi niweze kulisoma. Ukikufa, if you die, utarudia tena. Will you return here and go and fix things? You cannot fix. Uwezi ukatengeneza. Now it's time. Na ni muda for you to cry out to the Lord. Wewe kumlilia Bwana. Ile andiko nimelikumbuka. Now I promise we are going to finish here. Wakorintho wa pili. 2 Corinthians. Maana hii ndiyo habari mlioisikia. Habari mlioisikia tangu mwanzo. Kwamba tupendane sisi kwa sisi. Hii ndio habari ambayo mlisikia tangu mwanzo. This is the report news that you heard from since before. Since the beginning. They are only repeating what the Christ told them. Wanarudilia yale ambayo Kristo aliwaambia. Kwamba tufanye nini? Tupendane sisi. That we shall love one another. Uwe kanisa, be a church, ambalo tumejifunza tayari nini? Upendo. That we've already learned love. Kwamba that deni ambayo tulio nayo ndani ya the debt that we have kwa kila mmoja ni na deni nini? Unto everyone is the debt of love. Haiko mimi mwenyewe nimesema haya maneno haya. I'm not the one who said these words. Hii deni ni mimi ndo nimesema dada. Is it me that I say this? No. Is it I that I said this? Tukiwa na upendo, if you have love, utaona jinsi Mungu atatumikisha. You will see how God will use his people. Ninaamini Mungu alitoa upendo ndani ya kanisa takatifu. I believe God brought love. Nisiseme Mungu. It's the devil. Ninakumbuka. I remember jinsi tulikuwa. How we were. Tunakula kwa pamoja. Eat together. Tunalala kwa pamoja. Sleep together. Kwenye makeshi. Overnight prayers. Niko pale. I'm there. My brother is there. A happy family. Family ikiwa na furaha. We were a happy family. Tulikuwa familia yenye furaha. Mungu alikuwa anaona. And God used to see. This is my people. And say hawa ni watu wangu. Na akamwaga kweli na mafuta. And he poured oil. Lakini ilibidi tutepetwe. But we had to be. Jamani tunasikilizana? Amen. The love of people of God. Upendo wa watu wa Mungu. Ndio gisi Mungu anapenda watu. That's how God wants his people to be. Wapendane. To love each other. Wakorintho wa pili. 2 Corinthians chapter 13. Mstari wa 5. Verse 5. And we are going to finish there. 2 Corinthians. That's it. Wow. Mungu apenda aingize majambazi. God do not want to enter make bandits enter. Anisa tunasikilizana? Yeah. Mungu God apendi doesn't want aingize majambazi to enter bandits in heaven. Maana hawa because those na Adamu and Adam walikosea Mungu. Wronged God. Kwa nini Mungu aliwafukuza? Why did God chase them away? Mungu aliwafukuza kwa nini? Maana walisikiliza nani? Ibilisi. They listened to the devil. Wakaamini kitu ambacho Ibilisi alichokisema. They believe what the devil said. Napenda kwanza munisikilize kwanza kabla hatujasoma hapa. You see?
Ikabidi wafukuzwe ndani ya shamba. They had to be chased away from the Garden of Eden. Maana walimkosea Mwenyezi Mungu. Because they wronged God. And this now, now God anatafuta tena is looking once again to return us back. And he doesn't want bandits to enter. No. This is why it's your choice. Ndio maana ni maamuzi yako. You can hate me. That's your own choice. But he wants to see the decision that you make. Kama mwanamke, if a woman anaashiria kanisa, symbolizes the church. Au anaashiria nini? Au anaashiria nini? Kanisa. Anaashiria kanisa. Or symbolizes the church. Adamu na Hawa wanaashiria nini? Adam and Eve. Kanisa. Symbolizes the church. Maana ni wanadamu kama sisi. Because they're humans like us. Mungu, God, alimpatia Adamu na Hawa choice. Gave Adam and Eve a choice. Maamuzi. A choice. Ibilisi alikuja. The devil came. Akawaambia and told them. Wakafanya maamuzi. And they made a decision. Na maamuzi ambao walioitenda. And the choice that they made. What happened to them? Kitu gani kilichowatokea? Their poor decision, what happened to them? Yale maamuzi yao waliochukua. You see? Naona nini na wewe? We also have a choice. Yuda angelikuwa na maamuzi pale ya kusema. If Judas only had choice. Na wewe vile vile una nini? And you also have a choice. Mungu anapenda angalie. God wants to see. Kweli huyu. Truly, if this person is worthy to go to heaven. When this person lie again, because rebellious came from heaven. Disobedience started in heaven. He doesn't want to send people, other people will disobey him. That's why he's cleansing the church by his word. Love to enter heaven. Already with the gift of love. Hallelujah. Jamani tunasikilizana? Amen. Uingie mbinguni. Enter heaven. Umeshakuwa na karama ya nini? Ya upendo. With the gift of love already. Uingie mbinguni. Enter heaven. Umeshakuwa na karama ya kumheshimu Mwenyezi Mungu. You have the gift of respecting God already. He wants to tuchuja. Achuje. You see? Anapenda tuingie tayari. He wants us to enter already. Bibi harusi. A bride. Ambaye iko katika nguo ambayo imetakata. In a clothing which is clean. A clean cloth. Watu ambao watakaoingia mbinguni. To choose the ones who are enter heaven. Walishinda ibilisi. Are the ones who conquered the devil. Maana Adamu na Hawa walifanya nini? Walishindwa. Because Adam and Eve failed. They failed. And they were chased away. Ambao watakaoingia. Now those who are enter walifanya nini? Walishinda. are the ones who conquer. Ambao walimsikiliza. Ones who listened to him. Walimtii. Ones who obeyed him. Maana Adamu na Hawa. Because Adam and Eve. Waliambiliza. They listened. Lakini hawakufanya nini? But they didn't obey. Sasa ili tuingie. Now for us to enter. Tusikilize. We must listen. Na tufanye nini? Tutii. And obey. Ndio tena turudie katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Now return back to the presence of God. Dwell, stay with him, and we will not be deceived by nobody, because we have gifts already. We know the benefit of respecting God, and we know the curse of not respecting Him. A gospel of Maandiko anasema nini ndugu? Please read. Nasoma. Yes. Tena nikitoa mali zangu zote. No. Wakorintho wa pili sura ya 13 mstari wa 5. Wakorintho wa pili. Wa pili, yes. Now, English, he said, examine yourself to see if your faith is genuine. Test yourself. Surely you know that Jesus Christ is among you. If not, you have failed the test of genuine faith. Tunasoma? Yes. Wakorintho wa pili sura 13 na mstari wa 5. Yes. Jichunguzeni wenyewe. Hapana, ni Mungu ndo atatuchunguza. Jichunguzeni wenyewe. Is it God that will examine us? Mbona tunaimbaga hapa chunguza? We usually sing, examine me, O Lord. Bwana Yesu nakuomba. Lord Jesus, I pray. Kuna upande wa Mungu kutuchunguza. So there's a side of God examining us. Sisi tuna upande wetu wa kufanya nini? But we have our own side of examining ourselves as well. Anasema tujichunguze. Why should we examine ourselves? Kwa nini tujichunguze? Examine yourselves. Ujichunguze. To see if your faith is a genuine.
Jichunguzeni wenyewe muone kama mmekuwa katika imani. Bado mkingaliki mnachuki, mnachukiana, mko katika imani. You still have a hatred toward each other. Are you in faith? Ni wewe peke sasa ufanye nini? Ujichunguze. It's you yourself. You have to examine yourself. So that for us to know that if truly you have faith. Don't these preachers read these scriptures? All these churches that are rotten, don't they read these scriptures? Test yourselves. Surely you know that Christ is among you. Kama Kristo yuko wapi? Miongoni mwenu. Ndio Yesu amesema. Soma ndugu Kiswahili. Jichunguzeni wenyewe muone kama mmekuwa katika imani. Dithibitisheni wenyewe. Au amjui mwenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu? Iko wapi? Ndani yenu. People are not getting filled with the Holy Spirit. That means Christ is not inside them, within them. People have hatred. People don't have love. That means Christ is not within them. Inside them. Are we listening? Examine yourself. Let's examine ourselves. Let's examine ourselves. Ourselves. Not for somebody else to examine me, no. I need to go on my knees. Inabidi niende kwenye magoti. So I can see if truly I have faith. And Christ is in the church. Because if there's not love, the Christ will leave this church. What we're seeing here. Today, Leo. I've never seen anything like this. Sijaonaga kitu kama na hichi leo. Standing here, it's the grace of God. My wife knows that. I don't know how many days it's been. I don't know. I don't know how many hours I slept. Today, I haven't slept. But I feel like I have strength. Now, I was just right here. Na nilikuwa pale nikikaa pale. Nilianza kuchezeshwa hapa. Na roho wa Mwenyezi Mungu. With the Holy Spirit. Michezo. Dances. Nilianza kupelekwa hapa. I started being sent. Mimi sijui ngoma yenu ilikuwa wapi mimi. I don't know where the drum was. I was somewhere else over there. You see? I tried to block myself. Nilijaribu kujizuia. Sikuweza. Hallelujah, Bwana. Jana, yesterday, nasema ushuhuda wangu. This is my testimony. Labda ushuhuda utagusa mtu. Maybe this testimony might touch somebody. Jana, yesterday, nilianya hapa. I enjoy speaking in tongues in private now. Nilijikula ulimi wangu. Yeah, my tongue, because I was holding it. Kwa sababu nilikuwa na myself. Nilikuwa najizuia. Nikajikuna. Nafikiri damu ilikuwa inatoka maana blood was coming out because nilisikia. Tuna ushuhuda mzuri ndani ya kanisa. We have testimonies in this good testimony. Truly Christ is in this church. Hallelujah, Bwana. Ninashuhudia hicho. I'm testifying that we have God in this church. Jamani tunasikilizana? Amen. Ibilisi, the devil, asitudanganye. Should not lie to us. Tuna Kristo ndani ya kanisa. We have Christ in this church. Na hiyo ni kwa sababu tuna upendo. And that's because we have love. Upendo huu, this love, usiondoke. Shall not get out. Upendo ukitondoka, if love get out, Kristo naye atatondoka. Christ will also leave. Ile jana niliwaambia hivi. Yesterday I told you all. Christ, ni rahisi sana. It's very easy. Yeye kuja kwetu. For him to come to us. Ila tukimfukuza, but if we chase him away, us getting him is difficult. The anointing of God, upako wa Mungu, simple to come. Ni rahisi kuja. Just fast. Omba, funga, tii neno lake. Na atakujaza. He will fill you. Na anapokujaza, whenever he fills you, atakuwa na wewe. He will be with you. Sometimes, kuna muda mwingine, sihitaji niombe maombi ya Baba shuka. I need to pray God come down. Kuna vipindi vingine
Baba tayari ninakuja hapa tayari ameshanishukia. God, I'm already here. God has already filled. Tunaomba maombi ya kusema Bwana shuka, labda kuna wengine ambao bado hawajashuka. You see? And let's keep it that way. Na tuiachilie vile. Tunapokosa upendo, whenever we don't have love, atatuondoka. He will get out of us. Kama Kristo haiko ndani ya makanisa mengi, ni kwa sababu hakuna nini? Hakuna upendo, ni unafiki. It's only hypocrisy. Maana upendo unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Because love comes from God. Paulo anasema hivi hapa. Now Paul says examine yourself. Jichunguzeni nyinyi kwa nyinyi. Examine yourself to see if your faith is genuine. Test yourselves surely to know that Jesus Christ is where? Among you. That's right. Kama iko wapi? Katikati yenu. If he's among you. Fatima, you hear that? My sister, you hear that? Yeah. Examine yourself. Jichunguze. If really Christ is in you. Kama kweli Kristo yumo ndani mwako. Haya ni maneno ya Muumba haya. These are the word of the Creator. If not, kama hapana, umeshindwa na mtihani. You have failed the test. If not, you failed the test of genuine faith. Inamaanisha kwamba imani yetu haina nini? Haina matendo. It means our faith doesn't have actions, deeds. Kula hiki chakula. Jichunguzeni wenyewe. Jichunguzeni kuwa katika imani. Muone kwamba mmekuwa katika imani. Jithibitisheni wenyewe. Au amjui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu. Haiko watu wa nje. Watu wa nje wanaweza wakasema ona kisa wanachojazwa. People outside might say look how they're getting filled. Wanaweza wakasema vinyo wanapenda huko. They can say whatever they want over there, they don't know. Unajua hata katika ubatizo zetu, even in our baptism, watu wanasema mambo mengi sana. People say many things. Lakini hawajui. But they don't know. Kabla ya haya yote ambayo wanayaona. All of that they see. Vifungo vingapi ambavyo vilikuwa invested? Maombi ngapi? How many prayers? Wengine hawajui kwamba tulikuwa tushaanza andika na manyimbo kabla hawajaona yote. Some people don't know that we already started writing songs before all of this. Kama vile Mungu yote hayo Roho Mtakatifu tayari alikuwa. The Holy Spirit was already. Now they can say whatever they want. Wanaweza kusema chochote wanachotaka. Watu wanaweza wakasema, nasomaga ma comment sometimes wanaona kwaya. I read the comments sometimes, they see how the choir is, how people are getting filled. Wanaongea yote ambayo wanayoongea. They say things that they are saying. They don't know. Waache. Kuna ibilisi mwingine, there's another devil ambaye ni pepo sasa hivi namuita ni pepo. Who's now a demon, as I call them a demon right now. They say, they don't know. Hawajui. But tunaambiliwa hapa sisi. But we are being told here. Sisi wenyewe tufanye nini? So examine ourselves. Haiko watu wa nje. It's not people outside. Watu wa nje watatuchunguza na hawajui. People outside might examine us and those wao wanaonaka live wakati ambapo tunapoanza imba na mahubiri, lakini hawaoni tuko kwenye magoti. They don't know how we are praying. They see how we cry. They don't know it. And just the preaching, but they don't know how we pray here and everything. Know how you are closing yourself at home. Listening to the preaching. They don't know how you are praying. They have no idea. But you yourself, you know. Now tunaambiliwa nini? We are being told. Maandiko yanasema wenyewe. Tuchunguze sisi. Muone kama mmekuwa katika imani. Tuone kama. Jithibitisheni wenyewe. Au amjui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani. Wenyewe. Sio mtu akwambie kwamba una Roho Mtakatifu, wewe mwenyewe ufanye nini? That you have the Holy Spirit. You yourself. You have to know. Wakati mwingine tunapoongea maneno ya Roho Mtakatifu, sometimes whenever we speak the words of the Holy Spirit, ni historia. Some people say it's a history. Some people don't even know that. Some people have never even felt that. Now examine yourself. Now jichunguze. Jesus is coming. Yesu anakuja. And he's going to take those people who have the Holy Spirit. Wale walio na Roho Mtakatifu. Now your relationship with God, na mahusiano yako na Mungu, is the most important. Ni ndio ya muhimu sana. Don't let your wife, usiachi mke wako, don't let your husband, mume wako, take it away from you. Aondoe mbali na wewe. You see, I'm about to finish now. Your relationship with the Lord, mahusiano yako na Mungu, is the most important. Ndio ya muhimu. You're going to be buried, utazikwa, with your husband. Na mume wako. When you go in a grave, pale unapoenda kaburini, he is going to also cry to go with you. Naye atalia kwamba aende na wewe. Is that what it is?
Ndivyo jinsi ilivyo. Sister Fatima, do you think I'm going to cry? Let me go with him. Munizike naye. Oh, bear me with them, bear me with them. You haven't seen people who are crying. Oh, jonaga watu wanalia, oh, ntenda naye, ntenda naye. Na watu wanafanya nini? People are pushing. Watu wakiwachukua. Dampa. Mtupie. Let her go there. Acha ende. And put tuone kwamba kweli anapenda. And see if they truly want to go there. Oh, please help me. I believe they'll be the first one to say, oh, help me in this idea. Safari ya mbinguni ni anani ni wewe peke. The journey to heaven, it's you yourself. When you die, unapokufa, you are going to die by yourself. Utakufa peke yako. And you're going to wake up by yourself. Utaamka peke yako. The Lord is going to judge you by yourself. Bwana atakuhukumu wewe peke. The wife you have, mke ulio naye, the husband you have, mume ulio naye, it's only for this flesh. That's it. Kwa mwili tu. Basi. But when you die, ila unapokufa, it's on you now. Kwa ajili yako sasa. You got to examine yourself. Inabidi ujichunguze. And seek the Lord yourself. Na utafute Bwana, mtafute Bwana peke yako. Every moment. Uwe na muda. Go home. Uende nyumbani. Watch the life again. Angalia live mara tena. Learn. Jifunze. Don't be distracted. Usizubaishwe. Now my sister you can take a break, sister God. The devil is going to distract you. Usijue ila za ibilisi. Haujaona wakati wa mahubiri ndio unaanza kusikia sasa usingizi. Don't you see that? The time of preaching is the time now you feel like you're not sleeping now. Even at home, you can say, okay, let me pray. You see, you want to pray. Once you want to go to a prayerful place, you want to go to your place of prayer, distraction comes. Don't you see that? That's the work of the devil now. Because it's trying to make you not to listen, not to pray. Now, your husband is not at home. Your wife is not at home. The moment you go on your knees, you see your husband is coming. Go. What? I'm about to pray. All this time, where were you? Now my time to pray. Okay, let me just keep the babies. I gotta go pray now. The baby are fine. You can be watching the stuff. Nothing is happening. The moment you go to your knees, distraction comes. How many people are familiar with this? It's not only you. Me also, we go through the same thing. Sometimes I'll be with my sister there. I don't want to go to her, but whenever my heart will be like, oh, go check on Fatima. You know, I like to stay upstairs most of the time. Nakaaga isolation most of the time. And I'm like, now let me go see my wife. The moment a voice in me, go see her, is the moment she's what? On her knees. You see? And I'm like, what is this? Who pushed me to go look for her? It's a distractions. That's the attack of the devil. Now you need to know all of this. This is why, even if your baby open the door, mommy, and you are praying, keep praying. Yes. Take her out and you are praying. You see? It's a fight. But you're going to be, they are messing up my prayer. In the mighty name of Jesus Christ, I finish here. I'm going to continue later. Amen. You're not going to continue. Keep going. Don't stop. I'm not going to give the devil a moment. No. I have to finish what I started. That's the kind of people the Lord wants. And the devil is going to bring distractions. He knows how. He knows. You can be on your cell phone, not sleeping. The moment you take the Bible, you haven't even started reading yet. How many people? How many people? Is that me only? You didn't even read. Haujasoma hata kusoma. Usingizi unakuja. When you touch the Bible, distractions. Hizi ni siri za kiroho. By the way, mtu ambaye ana kiroho hawezi akajua.
na ibilisi haweza akakuchokoza hivi kama huko kiroho. You know why it's happening to you? Because you are elected one. The devil knows when you are praying, when you read the Bible, you're going to know your Lord the more. And you're going to stay away from him. This is always coming after you. This doesn't happen to normal. No, it's only for special people, the elected ones. Hallelujah. Najisikia kama vile niwaambie ufunuo wa maandiko tu. Hallelujah Yesu. Farao hawezi akawafuata watu ambao wako Misri, hawezi akawafuata. Atafuata wanani? Wa Israeli. You see? Pharaoh cannot follow the Egyptians. He only follow who? The Israelites. Now you go read your Bible now. He's going to take the best army. Majeshi wazuri, chariot and chariot. Those people who go on chariot, who are riding, is going to do what? Follow you. You see? Are you going to stop? Israelites didn't stop. What the Lord told them, keep going. Hallelujah. What? Lord told Moses, tell the people of Israel, be quiet, keep going. That's what you gotta do. Kuvugameshi siko kunini? Kuyamaka. Na Mungu awabariki. Hallelujah. Neno litasimama. Neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, bali neno litasimama. Neno la Yesu neno la Bwana. Oh. Ninatangaza neno litasimama. Neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, bali neno litasimama. Neno litasimama. Neno la Yesu neno litasimama. Neno la Bwana. Ya ulimwengu yatapita, bali neno litasimama. Yende mbele injili yende mbele injili ya Yesu. Yende mbele injili yende mbele injili ya Yesu. Yende mbele domana tunawaambia yende mbele. Domana tunawaambia yende mbele. Ni mupanga injili ni upanga injili ya Yesu ni upanga. Domana tunawaambia ni upanga. Domana tunawaambia ni upanga. Yaokoa injili yaokoa injili ya Yesu yaokoa. Domana tunawaambia yaokoa. Domana tunawaambia yaokoa. Inaponya injili inaponya injili ya Yesu inaponya. Domana tunawaambia inaponya. Domana tunawaambia inaponya. Nani tumwite? Yesu. Nani tumwite? Yesu. Ibe ni wabika. Yesu. Ibe ni wabika. Yesu. Hello. Wabika kecha. Hello Yesu. Wabika kecha. Kemba. Wabika kecha. Inua Yesu. Inua Baba. Inua Yesu. Kama unapenda Yesu sema amen. Kama unapenda Yesu sema ni Bwana. Kama unapenda Yesu sema okoa. Yesu aokoa. Yesu aokoa. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Baba wewe. Uwezo ni wako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu na Mwokozi wetu, Baba, nimelileta neno lako kwa watu wako. Ninakushukuru kwa kutupatia nguvu hizi. Ninakushukuru kwa kutuwezesha katika siku hii ya leo, Bwana. Ninamu kwamba watoto wake watakuwa utumwani miaka 400, Kristo Masia.
Katika hayo yote neno lako lilipotimia, wakajikuta wako katika mikono ya Farao, na ukasema kwamba umeweka Farao kwa ajili ya kudisplay your glory, to display your power, ili uweze kujionyesha Bwana. Baba, tazama katika ulimwengu huu ambao tuko katika ulimwengu wa Farao. Bwana wangu na Mwokozi wangu, Farao ambao na Wamisri ambao watakao tugusa. Bwana, huo wote utakuwa ni mpango wa kwako, lakini ni wewe ambaye uligomania watoto wa Israeli katika kila changamoto Bwana, katika kila hali. Na sisi tunaomba uweze kutugombania Bwana, ili kwamba kusudi lako liweze kutimia na watoto wa Israeli kuingia katika nchi ya ahadi Bwana. Japokuwa Farao anaweza akakataa, kama gisi Musa alivyoenda kwa Farao akamwambia achilia watoto wa Mwenyezi Mungu waende kumwabudu Mungu, lakini neno lako likasema kwamba ni wewe peke ambaye uliyemweka Farao moyo wake kuwa mgumu Bwana. Ibilisi anaweza akakuwa na moyo mgumu, awatume wachawi mara kwa mara, mapepo, majini yote Bwana, lakini mwisho wa siku uliondoa watoto wako katika mikono ya Farao na wakavuka Bwana katika bahari kwa mkono wako Bwana. Ninaomba Yesu, katika changamoto zote ambazo zinaweza zikatokea watoto wako, katika ndoa zetu, katika kazi zetu, katika huduma yako Bwana, katika maisha yetu ya kawaida, mwisho wa siku tuweze kupita katika bahari Bwana, na Farao Bwana aweze kushindwa, lakini vile vile majeshi yake Bwana yaweze kuangamia. Mizimu yote isiwe na nafasi katika maisha yetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninatangaza ulinzi kwa watu wako. Ninakataa yote yale ambayo wachawi wanaweza wakayaandaa, mizimu inaweza kaandaa Bwana, ibilisi na ulimwengu wote wa giza. Ninakataa yote ambayo inaweza kusimama kupinga makusudi yako. Acha mapenzi yako Bwana yaweze kutimia hapa duniani kama vile mbinguni Bwana. Mapenzi yako kwetu yaweze kutimia. Kile ambacho ulichokitamka Bwana kupitia manabii wako, kupitia neno lako, kiweze kutimia, na kusikue kitu ambacho Bwana kitakachopingana na makusudi yako na mapenzi yako Bwana. Ninaombea watu wako, lolote lile ambalo uliloandaa kwamba wataliona kabla wajatoka katika mchana, na wakati tunapojiandaa kwenda manyumbani, kama gisi ulivyotufikisha kwa usalama, acha tukirudi nyumbani turudi tena kwa usalama Bwana, na to enjoy our fellowship with the Holy Spirit. Oh my Lord and my Savior, let your Holy Spirit be with us on Monday, Tuesday, Wednesday, all the times, because you said you're not going to leave us. You will be with us all the time. Let that scripture be accomplished in our lives. Let us enjoy the fellowship of the Holy Spirit everywhere we go, even if we are sleeping, even if we are waking up in the morning, in the evening, all the time, because you said you cannot leave us. You will be with us all the time. Ninaomba hayo katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo, naomba na kushukuru. Amen.